Mbala, mpaka sasa hivi. Sijui yuko wapi. Mpaka sasa hivi hajafika. Na hapa jua likizama tutakamatwa, tutauawa. Mungu wangu. Uishi maisha marefu madam. Nimeipokea. Madam, mbona na mabegi? Alafu yani ulivyo kama unataka kutoroka. Usiniambie unataka kutoroka madam. Kiukweli mimi nimemsaliti mume wangu. Mkuu, una shida gani? Mbona umekaa peke yako mtoni umejitelekeza? Kuna nini? Nimezunguluka na wanachama wanafiki. Hata wewe. Nipo nafanya mazoezi hapa. Karibu. Mazoezi gani? Unalia kwa uchungu. Kumbuka umeniteua mimi niwe mshauri wako wa karibu. Jambo niambie kuna shida gani? Mapenzi. Mapenzi? Mkuu, una mamlaka ya kumwingilia kila aina ya mwanamke hapa kwenye hii himaya. Alafu unakaa hapo unaanza kulia kisa mapenzi? Mapenzi hisia. Hebu tigisha kichwa kidogo. Hiyo tiki hiyo. Umeipenda sana. Sasa mapenzi yamekufanya nini? Kile ambacho mimi natafuta kwa michepuko. Kuna mpumbavu amekiona kwa mke wangu. Na naona sistahili tena kuendelea kubaki katika hii himaya. Ni bora tu niondoke, niende mbali. Sasa wewe madam,
Kipi ambacho ulikuwa ukipati kwa mkuu? Una wanawake wenzako wanamsifia sana mkuu, kipi ambacho ulikuwa ukipati pale? Lakini Chopa, naomba usije kumwambia mtu yote kuhusu hili swala. Nahofia sana kuhatarisha maisha ya Mbala. Sasa madam, usingekaa tu na mkuu, labda mngeongea angeisha, kuliko kuchukua uamuzi wa kutoroka. Sasa huko unakoenda, je, utajuaje? Mbala uke amenigusa kunako. Unasemaje? Amenishika kunako. Ndio maana nimepatikana mimi. Sasa basi, nataka nikupe kazi. Samku, nataka nimuonyeshe Mbala kwa sio kila anayemsimu kadhani anamshipa. Kuna wengine huwa wanapunga hewa tu. Mbala huyu mwanachama wa kawaida kabisa anathubutu kumuingilia madam. Ila na kazi hapo utaifanya siri. Sijui kama unaelewa. Ila mkuu, nao kilia hata upendezi, unakuwa mbaya. Doko, acha shobo. Uishi maisha marefu madam. Asante. Madam, usiniambie utakutoroka. Ni kweli, lakini naomba usije ukamwambia mtu yoyote tafadhali. Madam, kosa gani kubwa ulilofanya mpaka umtoroke mkuu na umwache peke yake? Amina, mimi nimemsaliti mume wangu. Tena nimetembea na kaka yako. Mwantumu. Ndio mkuu. Una uhakika umemshuhudia madam anafanya hicho kitendo? Ndio, na uhakika mkuu. Hili swala ni zito sana. Na usije kuwa unacheza triki zako kwa sababu ya hisia zako za kimapenzi kati yako wewe pamoja na mkuu. Na kuahidi hiki kitu ni cha kweli na na uhakika nacho kabisa. Na je, hili swala umeshamwambia mtu yoyote ukiachana na mkuu? Hapana, hakuna mtu yoyote anayejua zaidi ya kwangu mimi peke yangu. Sasa na kuonya, ukitoa siri hii ukamwambia mtu mwingine, mtajua mimi nitakachokufanya. Kwa hiyo madam, umetembea na kakangu mimi Mbala uka? Ndio. Sasa madam, kwa hiyo wewe unaelekea wapi? Mimi nafikiri sio muhimu sana kujua ni wapi ninaelekea. Lakini nakuomba tafadhali usije ukamwambia mtu. Kumbuka hili jambo ni la kwangu mimi na kaka yako. Hivyo ukienda kuambia watu wengine pia utatarisha maisha ya kaka yako. Usijali madam. Ushakuwa wifi yangu. Kwa hiyo haina shida madam haina shida madam. Lakini madam, sala uzushi. Vipi mkuu na kaka yangu? Nani zaidi hapo Ishajua madam. Kakangu tayari tuko mnagewa. Sawa wifi Mbala uke.
Hii nzuri. Mbala. Umefanya sawa. Umefanya. Yeah. Ila mimi ni mkuu. Nauma. Uishi maisha marefu mkuu. Nimeipokea. Vipi mkuu? Unapata wapi ujasiri wa kulia wakati madam anatoroka? Wewe chopa madam. Yaani kajipala vizuri, vipoda poda nini, ananukia huyo. Yaani zaidi shairi anatoroka mkuu. Wewe. Mke wa Godoso, Mgodosile, Mgodorumbamba. Yaani alivyo anatoroka kabisa. Lakini kaniambia kinachofanya kimtoroshe sasa. Najua. Natambua. Tena natambua sana. Wala haina haja kunielezea. Kwa sababu kama Mbala anajua huku, mimi najua huku. Kweli mapenzi hisia mkuu. Hadi wewe unalia? Hebu tingisha kichwa kidogo. Natikisa. Hiyo tiki hiyo. Umeipenda sana. Uishi maisha marefu mkuu. Nimekuita. Sijui kama umenielewa. Ndio mkuu. Kuna jambo nataka unisaidie. Jambo? Mimi na wewe tunagombana kwenye mambo madogo sana. Lakini unaonekana mwadilifu tofauti na vijakazi wangu wote. Sijui kama umenielewa. Nakuelewa mkuu. Subiri kwanza. Sikuoni vizuri. Hapa ndo nakuona sasa mwantumule. Nataka unisaidie kumfuatilia Mbala. Nataka unisaidie kumrudisha mke wangu nyumbani. Na maanisha madamu wako. Sawa mkuu, nimekuelewa. Hiyo kazi ni ndogo sana kwangu. Naomba niachie, mimi nitaifanya haraka iwezekanavyo. Ikawezekana. Nimemuona mke wangu. Nimemtia mkononi Mbala uke. Mwenye nywele kama tambi. Nitafanya chochote ukitakacho. Aloumba mapenzi ya kusema yana maumivu. Aloumba mapenzi ya kusema unaua wivu we. Mabaya, mapenzi mabaya. Unamwamini na kuzani ndugu yako, kumbe kijini kinasimamia mguu mmoja. Mbosso. Mbosso mtoto pumavu, naimba wewe mshenzi sana. Mbosso unakaniambia kwa kweli. Kama ulikuwa unamuona vile Mbala uke alivyokuja kunisaliti.
Uishi maisha marefu mkuu. Nimeipokea. Mkuu, ulinipa kazi ya kumtafuta madam. Lakini nimezunguka sehemu zote ambazo nazijua mimi. Sijafanikiwa kumpata madam. Mwantumu, Ndio mkuu. wewe ni jeshi langu. Alafu nakuamini sana. Mpaka nakupa kazi. Nilikuamini. Lakini nisikulaumu sana, kwa sababu yule ni mke wangu. Ana mbinu nyingi sana za kujificha. Nyinyi wachawile na msimuone. Lakini usijali. Licha ya kuwa wewe ni mchawilena, nataka nikufanye uwe kontawa. Sijui kama umenielewa. Sawa mkuu. Na kuahidi nitamtafuta popote pale nitamleta. Hiyo tiki hiyo. Nataka nikukumbushe kitu kimoja. Utapokwenda, popote utapokomkuta, umdanganye nimemkamata Mbala, nataka nimuue, ili uwe rahisi yeye kutoka huko mpaka hapa. Sijui kama umenielewa. Sawa mkuu, nimekuelewa. Hapo umeshakuwa una 100%. Hautokuwa betilo tena na utozima kabisa. Au nikupe pa benki?